Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi ili nikufahamishe muendelezo wa matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Mwanaharakati ambaye amekuwa akikosoa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa muda sasa, ambaye anaishi katika taifa lile la Marekani, ameweza kufunguliwa kesi Tanzania, ambaye anaitwa Mange Kimambi. Amefunguliwa kesi Tanzania ambayo itabidi akamatwe Marekani na kurejeshwa ili kushitakiwa. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hika na mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hika na tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Maana tunapoweka kanda utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mwakenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook. Sambaza hii link ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Karibu ili nikufahamishe kwa kina. Mange Kimambi anaishi katika taifa lile la Marekani na amekuwa akikosoa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini sasa kuna yale ambayo yameonekana vile unatazama picha hiyo hewani, nasema ya kwamba kesi ambayo imefunguliwa dhidi yake akiwa Marekani, semekana ya kwamba case parties Republic versus Mange John Kimambi. Hatimaye serikali ya Tanzania imeanza mpango wa kumrejesha Mange, kumfungulia kesi nzito ya uchumi. Vile umeona hapo wameweza kuandika hivyo. Sasa mwanaharakati huyu amekuwa akikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa serikali hiyo imeamua kumfungulia kesi. Lakini katika kanda hii tutakuwa tunaangazia kwa nini anafunguliwa kesi, kisha baadaye kuna uwezekano wa kukamatwa kule Marekani na kurejeshwa Tanzania. Vile wataalamu wanaelezea, hayo ndio tunaenda kuchanganua katika kanda hii. Serikali ya Tanzania imefungua rasmi kesi mpya ya uchumi dhidi ya mwanaharakati maarufu Mange John Kimambi, ambaye kwa sasa anaishi Marekani na anamiliki uraia wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, kesi hiyo imepewa namba economic case number 00021172025 na inasikizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya hakimu mkazi Mahiri Hassan Makube PRM. Taarifa zinaonesha kuwa hatua inayofuata ya kesi hiyo ni mention iliyopangwa kusikilizwa tarehe 4 Disemba mwaka 2025 saa 5 asubuhi. Kumaanisha kesi hiyo imeanza rasmi na itasikizwa kwa mara ya kwanza tarehe 4 mwezi huu wa Disemba. Hata hivyo, wataalamu wa sheria za kimataifa wanaeleza kuwa nafasi ya Marekani kumrejesha Mange ni ndogo sana kutokana na sababu kadhaa. 1. Marekani ina sheria kali zinazowalinda raia wake dhidi ya kurejeshwa katika nchi ambazo hawapati haki ya msingi, ikiwa ni pamoja na usalama, uhuru wa kujitetea na mazingira ya kisiasa ambayo yanaweza kuathiri haki. Kumaanisha ni vigumu sana Marekani kuchukua hatua ya kumrejesha Tanzania. Namba 2, ikiwa mashtaka yanaonekana kuchochewa kisiasa kama inavyotafsiriwa na wengi kutokana na wajibu wake wa ukosoaji dhidi ya serikali, Marekani huwa haiwezi kuidhinisha ombi la kumrudisha raia wake. Kumaanisha vile hali ilivyo Tanzania, watu wengi wanaendelea kukamatwa, utekaji nyara vile inadaiwa, Marekani haiwezi kuruhusu hayo kutimia, wakati
yule ambaye ni raia anaishi Marekani kusafirishwa nyumbani. Namba 3, mashtaka ya uchumi yanahitaji udhibitisho mpana. Mahakama za Marekani zinahitaji ushahidi wa moja usio na mashaka ikiwa madai yanaonekana kutengenezwa au hayana mizizi thabiti. Ombi la kurejesha mtuhumiwa linakataliwa mara moja. Kwa hivyo sio rahisi Marekani kukubali mambo haya kuthibitishwa na kurejesha yule ambaye ni mtuhumiwa. Namba 4, rekodi za Tanzania kuhusu haki za binadamu. Kufuatia ripoti nyingi za kimataifa zinazoeleza ukandamizaji, mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu, hasa matukio ya Oktoba 29 mwaka huu, Marekani inaweza kuona kuwa kumrudisha Mange kutamweka kwenye hatari ya mateso au kufunguliwa mashtaka yasiyo ya haki. Kumaanisha ya kwamba sasa hivi hakuna taifa lile ambalo halielewi ni kipi kile ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo ni vigumu Marekani kumrejesha Mambi Kimambi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya diplomasia, kesi hii inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa wa serikali ya Tanzania ili kuonyesha kuwa Mange ni mtuhumiwa wa jinai na si mkosoaji wa kisiasa, jambo ambalo lingetumiwa kwenye maombi ya kimataifa ya kumrudisha. Wanamaliza wakisema ya kwamba lakini kutokana na ulinzi wa kisheria chini ya Marekani, uwezekano wa Mange kurejeshwa Tanzania ni ndogo sana, labda kama Marekani itaridhishwa kwamba kesi haina mashtaka ya kisiasa, jambo ambalo kwa mazingira ya sasa linaonekana kuwa gumu mno. Kumaanisha hata kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Mange Kimambi anatafutwa kwa sababu amekuwa mkosoaji mkubwa haswa kwa siasa za taifa lile la Tanzania. Kwa hivyo sio rahisi Marekani kukubalia Mange kukamatwa na kurejeshwa Tanzania, kwa sababu wanaelewa ni kipi ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania kumfungulia kesi ya uchumi dhidi ya Mange. Kumaanisha ni ngumu tena zaidi, nafasi ziko finyu Trump kumwachilia Mange kurejeshwa Tanzania, kwa sababu kuna joto la kisiasa, kuna mchakato wa kuwazima wale ambao wanakosoa serikali. Kwa hivyo ni ngumu sana tena zaidi. What do you think? Hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali ya Tanzania ni halali ya kumkamata Mange Kimambi? Utaniandikia katika sehemu ya bodi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa kukuletea yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.